Asia. Asia. Samashaka. Karibu kaka. Wewe ndugu yangu, hizi siku 2 3 na kwa sikuelewi, una shida gani? Yaani nimekuja hapa naita wewe. Mbona mimi niko sawa. Kwema lakini? Kwema kabisa. Karibu. Pia mimi namshukuru Mungu, sema mishemishe zinaenda hapa na pale. Leo na matatizo gani ndugu yangu? Ni uchovu tu kakangu, uchovu tu. Si unajua tena mishemishe zetu. Umenikumbusha mwanangu. Uona ile siku ile nilikushangaa sana ndugu yangu. Maana ulionekana kushtuka, alafu mimi ndio nilikugusa pale. Ulikuwa na matatizo gani? Kaka, usilolijua ni sawa tu na usiku wa giza. Sasa nisilolijua lipi na kule tulikuwa porini tukakata miti? Ama kuna mengine ambayo ulikuwa siyajui zaidi ya ile miti tulikuwa tukakata kule? Ndugu yangu, kwa saa hii mimi naweza sema tu hayo maisha yangu hayaeleweki yani. Kama unanifunga macho, yani wewe maisha yako uelewi design gani? Yani kivipi unaweza nielezea uelewi vipi? Yani nimekuwa mtu wa visanga kwenda mbele mwanangu yani. Yani kwa ufupi sielewi yani kama ni nini mbaya, sielewi yani. Kama unanifunga macho, yani wewe maisha yako uelewi. Kwa saa hii wanasema lisemwapo lipo na kama halipo basi laja kaka. Mimi nahisi hawa zamania wameshaanza kuniroga. Wajua tatizo lako wewe kijana wangu, wewe mshirikina sana. Umeendekeza sana ushirikina, hiyo ndio shida yako kubwa wewe. Yaani wewe kitu kidogo na rogo, kitu kidogo na rogo. Hawa zamania wanakuroga wewe kwa kipi? Waache kuroga watu wenye magari yao, urogo wewe ambao tutapiga michongo yetu mashambani huko. Hizo imani kaa mbali nazo, imani za kishirikina zitakusumbua, maisha yenyewe magumu, anaona kurogewa. Wachawe wao wakikuona ukitoka kwa nyumba unaenda mchongo, ukitoka mchongo unaenda kuenjoy, unarudi kwa nyumba, hawataki baba, hawataki. Wao wanataka uko kwa nyumba hapo kila wakati unalala, utoke nje ushike tama, hivyo ndo wanataka wachawe. Unaona hizi sigara hizi tunavuta kila siku hizi, tunachukulia ni vitu vya kawaida, tumeandikiwa hizi zinakuathiri kisaikolojia. Kuna vitu kama unajua vitu kama hallucination. Kaka, wewe sema hivyo haijakukuta. Ngoja taratibu tu. Siku yatakukuta. Utakuja mbio hapa. Na utakuja kunielezea mambo kama haya. Simu unanifanya mjinga, punguani wa akili. Wewe hujui wewe mbeto. Wewe acha tu. Wewe unakwambia hizi sigara tuvute, lakini sometimes tupunguze. Angalia. Punguza uvutaji wa sigara ndugu yangu. Punguza kwanza, wewe ndio umezidi. Ukiamka asubuhi sigara. Ukiamka ikifika mchana sigara. Yaani wewe zifanya kitu bila sigara. Ndio haya mazingira yangu, mara hivi, mara lile, mara hili. Sigara zitakuja zikuue. Sasa umeanza kujionea vituko sasa. Ukiona mara ushona hiki, uanza kusema na rogo. Sasa wewe rogo na nani? Wewe mwanangu umekuja hapo unalomu sigara, umekuja hapa kunipatia mchongo. Maana mimi sikuelewi. Yaani wewe hizi sigara tuvuta sote, lakini sasa hii umeshaanza kuzitolea sijui ziko na sijui harusi. Yaani sikuelewi yani. Hizi sigara sasa ziko na nini gani hizi?
Hizi sigara mwanangu hazina shida hizi. Ukivuta sigara ndo unapata mchongo, unatokea wapi? Unaenda kuchapa mchongo, unaenda kuchukua zingine, unakuja kuenjoy life inaenda. Mimi nakwambia kurogo, unasema sigara zinaathiri kivipi? Yaani faida huonekana baada ya kujiunga chama, na hasara nishaanza kuziona na kabla hata sijajiunga hicho chama chenyewe. Kiona mwito unakuita gizani, sitike bila taa. Niambie kakangu. Vipi? Kuna usalama kweli kaka? Samania imejaa ushirikina. Yaani pia wewe nao unaamini kuna ushirikina kwenye hii dunia? Ushirikina upo. Ni asubuhi tu nilikuwa nimeketi na mamangu. Vipi kaka? Nini?
tulieni. Kuja hivi. Tunaongea. Sawa, hapa kuja ukae. Tulieni. Tunaomba amani wanakijiji. Tunaomba amani. Mkutano haujaanza tafadhali. Hapana. Hebu keti hapo. Keti hapo. Tulia hapo. Kijana. Na wasalimia wanakijiji. Tupo salama Mariam. Mkutano huu wa dharura sio wa furaha hata kidogo. Unamaanisha nini Mariam? Ishara za mababu zimejirudia. Maji haya ni ya baraka na nahitaji binti mmoja ajitokeze hapa mbele. Tamchagua nani? Wewe hapa. Njoo hapa mbele. Usiogope. Weka mikono yako mbele. Kamata maji haya. Nahitaji uzunguke na ukiamaya maji haya kwa mduara. Mzee Joka yuko njiani anakuja. Umechelewa ujue. Tulia kijana. Punguza jazba. Hakuna mtu atakayevuka mduara huu mpaka Mzee Joka afike. Umenielewa? Asante sana. Haya, sasa mimi nimewaiteni hapa kwenye huu mkutano wa dharura kwa sababu kuna jambo muhimu sana ambalo nilitaka kuliwasilisha kwenu. Tuambie mkuu. Kwenye hiki kijiji chetu kuna nguvu ambayo si ya kawaida imeanza kuinuka. Inataka kuleta imani potofu, inataka kuharibu mila zetu, mila za mababu zetu, inanuia kutubadilisha imani kabisa. Sasa kulingana na tamaduni na desturi na mila za mababu zetu ni kwamba yeyote atakayepatikana kwamba anahusika katika kuleta hiyo imani potofu, moja kwa moja itamlazimu hukumu ya kifo. Wewe shangaa, lakini ole wako ukipatikana. Sasa hayo ndiyo maneno ambayo nilitamani sana kuyafikisha kwenu. Na kufikia hapo, ningependelea kumkaribisha rasmi askari wa kijiji chetu ili atufungie mkutano huu. Karibu sana. Asante sana mkuu kwa kunipea hii fursa. Ninatoa shukurani mimi kama askari wa kijiji kwa kuungana kama wanakijiji na kuongozana kufika hapa kwa huu mkutano. Basi hongereni sana. Hivyo basi hichi kijiji tunapenda amani kama mkuu venye amesema. Kwa hivyo mzingatie venye ametuambia mkuu hapa. Kwa hivyo sasa nawapea ruhusa
wa kila mmoja wenu anaweza kuondoka kwa wakati wake na mfike majumbani kwenu salama salimini. Asanteni sana. Tunashukuru. Nyuke baba nyuke. Baba nyuke. Kijana, mbona siku hizi hawendi shule? Wenzako wanasoma, wewe siku hizi ni kusurura. Shuleni nikafanya nini? Mimi najijua kwa nguvu zangu, na ninachohitaji hakifundishwi darasani. Wewe Aden, elimu ni ufunguo wa maisha. Ukiwa na wakati na nafasi, ni bora usome, tena usome kwa bidii. Na unajua kwamba nguvu bila elimu ni sawasawa na upanga bila makali. Wewe usinisumbue. Kama unaona elimu ni muhimu sana, basi njoo chukua mbuzi wetu upeleke shuleni wakasome. Wewe usinitanie kijana, nitakufunza adabu. Samania